Na mambo vipi ndugu mtazamaji wa Eko TV, ni siku nyingine tumekutana katika kipindi chetu ambapo leo tutazungumzia kuhusiana na ulimwengu wa kiroho upande wa nyota. Wengi wamekuwa wakiniomba niweze kuzungumzia nyota yao ama kuweza kuzungumzia kuhusiana na nyota. Hivyo leo tutaanza rasmi kuweza kufahamishana kuhusiana na nyota. Nimeona tuweze kuanza mwanzo kabisa ili watu waweze kunielewa kadri siku inavyozidi kuendelea, kuweza kugusa nyota zao na kuweza kujua chimbuko limetokea wapi. Hapa tutazungumzia mengi zaidi. Kikubwa, kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika chaneli yetu, usisahau kubonyeza alama subscribe ili kuweza kuwa mmoja wa wafuatiliaji wa vipindi mbalimbali na kuweza kujumuika nasi katika majukwaa mbalimbali ya ulimwengu wa kiroho. Leo tutaanzia mwanzo kabisa, ila kabla ya yote naomba unielewe ya kwamba binadamu ana nyota mbili. Nyota ya kwanza ilipatikana siku ambapo aliweza kuzaliwa. Hapo ndo nishati ya nyota ya kwanza ilipopatikana, ambapo hiyo inafahamika kama nyota ya tarehe ya kuzaliwa. Nyota ya pili alipata siku ambapo aliweza kupatiwa jina, ambapo hiyo inafahamika kama nyota ya herufi ya jina. Lakini nyota yenye nguvu kubwa ama nishati kubwa katika maisha ya binadamu ni nyota ya tarehe ya kuzaliwa. Na ndio maana wanajimu wengi wanaitumia nyota hii, kwa sababu hiyo ndio imeshikilia mwelekeo mkubwa wa maisha ya binadamu husika. Unaweza ukashangaa nyota ya tarehe ya kuzaliwa ni Nge na nyota ya herufi ya jina ni Simba. Mwisho wa siku zote ni nyota yako, iwe zimetofautiana ama la, lakini zote ni nyota zako. Lakini nyota iliyobeba mwelekeo mkubwa wa maisha yako ni ile nyota ya tarehe ya kuzaliwa. Ndio maana kama uifahamu, basi watu wanakuambia tumia nyota ya herufi ya jina, kwa sababu hiyo nayo pia imeshika nishati ya maisha yako. Sasa kama tumeweza kufahamishana kuhusiana na hilo, basi naomba kuweza kuchambua kuhusiana na kina cha mwanzo kabisa. Binadamu unavyomuona anazunguka hapa duniani, wote wamegawanywa katika makundi. Ndani ya ulimwengu wa kiroho kuna makundi manne, ambapo hayo ndio binadamu wameweza kugawanywa, na kila kundi lina dhumuni yake ama lina malengo yake ama lina nia ama hatima yake katika dunia hii. Kila mtu kaletwa duniani akiwa na hatima yake maalum, ambayo hiyo imewekwa katika makundi, ambayo makundi hayo tunayafahamu kama sayari. Ndipo hapo tunakutana na sayari ya moto, sayari ya udongo, sayari ya maji na sayari ya upepo. Sayari hizi zote ndani yake ndo kuna nyota. Wewe una nyota ya samaki, basi unaingia kwenye sayari ya maji. Wewe una nyota ya punda, basi unaingia kwenye sayari ya moto. Hivyo ndo namna ambavyo binadamu wameweza kuwekwa katika makundi ndani ya ulimwengu wa kiroho, na makundi hayo yamebeba sifa maalum na dhumuni ama hatima katika dunia hii. Wewe umeletwa duniani hapa ukiwa tayari umeandaliwa, kwamba umeandaliwa na majukumu kadhaa na tabia kadhaa na uhusika kadhaa, ambapo huo ukiufuatisha maisha yako utayaona mepesi. Lakini kinachokuwekea ugumu ni kutokuweza kutambua wewe ni nani, wewe ni nyota gani, nyota yako ina sifa zipi, umeletwa duniani kwa ajili ya nini, ama umeletwa duniani kufanya nini, kwa nini unapitia changamoto hizi, na kwa nini changamoto hizi zinakuwa sababu ya kukukwamisha. Mwisho wa siku yote kumbe ni kwa sababu unaenda kinyume na nyota yako. Hapa nitaanza kuchambua kundi moja moja. Tutaanza na kundi la moto. Leo sitakwambia wewe ni nyota gani, lakini nitakufahamisha kwa undani kuhusiana na makundi haya, na nyota hii imeingia kundi lipi na nyota hii imeingia kundi lipi. Kikubwa nisikilize kwa umakini. Tutaanza na kundi la moto. Kundi la moto limeshikilia nyota ya punda, simba na mshale. Na watu hawa duniani
tayari walishajengewa uwezo wa kuwa na nguvu, msukumo na uongozi. Hao ni watu wa nyota ya moto. Hivyo tayari duniani wamekuja wakiwa na tabia hizo kuu. Kila nyota ina tabia yake ndiyo, lakini hizo ni tabia kuu ambazo zimeshikilia kundi lao: nguvu, msukumo na uongozi. Ambapo hao wote udhaifu wao ni hasira, pupa na kuwa na haraka katika kufanya maamuzi. Hiyo ndo changamoto yao kubwa, changamoto ambayo inawaletea matatizo mengi sana watu wa kundi hili la moto. Lakini wana roho ya ushindani, ujasiri, tamaa ya kufanikiwa, lakini ile pupa yao na haraka yao ndiyo ambayo inaharibu mafanikio yao. Nitaingia kundi la pili. Kundi la pili ni kundi la sayari ya udongo. Sayari hii imeshikilia nyota ya ng'ombe, mashuke na mbuzi. Na watu hawa duniani wameletwa wakiwa na sifa kuu tatu: sifa ya uthabiti, utulivu na uvumilivu. Watu hawa ni wavumilivu kweli, na ndiyo sababu ya kuweza kuwepo duniani. Hiyo ndo misingi yao mikuu. Lakini changamoto yao kubwa, watu wa udongo, ipo sehemu moja. Watu wa udongo ni wagumu kubadilika. Wagumu kubadilika na kuachilia mambo ya zamani. Hiyo ndo changamoto yao kubwa. Lakini wamejikita kwenye maisha ya vitendo, kazi, mali na ujenzi wa misingi imara. Uvumilivu ndio silaha yao, lakini shida yao moja: kubadilika. Wagumu kuweza kuanza mambo upya. Hiyo ndo changamoto yao. Na nyota zilizoingia humo kama nilivyokutajia ni ng'ombe, mashuke pamoja na mbuzi. Sayari ya tatu ni sayari ya maji. Watu wa sayari hii wameingia nyota ya kaa, nge na samaki. Sifa kuu ya sayari hii ni hisia, roho na undani wa nafsi. Watu hawa wanahisia sana na pia wameungana zaidi na ulimwengu wa kiroho. Ila udhaifu wao mkubwa ni wanahisi sana, yani ni rahisi sana kuumia. Watu hawa wanapitia maumivu na msongo wa mawazo, hasa katika mapenzi, na wanafanya maamuzi kihisia, hasa katika pesa. Wanaendeshwa na hisia zao, lakini wameungana sana na ulimwengu wa kiroho. Watu hawa wameungana sana na ulimwengu wa kiroho na wana uwezo wa kuhisi mambo kabla hata hayajatokea. Hii ni sayari ya maji ambayo imebeba nyota ya kaa, samaki na nge. Sayari ya nne ni sayari ya upepo, ambapo ndani ya sayari hii kuna nyota ya mapacha, mizani na ndoho. Dhumuni la watu hawa ama tabia kuu za watu hawa ni tatu: akili, mawazo na mawasiliano. Watu hawa wana akili sana, yani ni watu wenye akili nyingi na wanapenda sana kujifunza, wanapenda kuzungumza na kubadilishana mawazo. Ni watu ambao wanapenda kujifunza mambo zaidi na zaidi, lakini udhaifu wao mkuu ni wanakosa utulivu wa kichwani na wanaishi sana ndani ya moyo yao. Hayo ni makundi manne ambayo yameshikilia ulimwengu wa kiroho, na ndani ya makundi hayo ndipo nyota ambazo zimeingia. Kama nilivyokutajia makundi hayo, nitarudia nyota zilizoingia katika kila kundi. Kundi la moto limeshikilia nyota ya punda, simba na mshale. Kundi ya udongo limeshikilia nyota ya ng'ombe, mashuke na mbuzi. Kundi la maji limeshikilia nyota ya kaa, nge na samaki. Kundi la upepo limeshikilia nyota ya mapacha, mizani na ndoo. Tayari ukishaelewa kundi lako, ni mwanzo wa kuweza kujua nini ambacho tutakwenda kujifunza. Sasa ukishaelewa kwamba wewe umeingia kundi la maji, umeingia kundi la moto, umeingia kundi la upepo, umeingia kundi la udongo,
hapo utanielewa hata ninapokuambia ya kwamba kuna makundi ambayo hayaendani, ama kuna nyota ambazo haziendani katika mahusiano, kuna nyota ambazo haziendani katika kazi, kuna nyota ambazo haziendani kwenye mambo mbalimbali. Mfano, nyota iliyoingia katika kundi la moto kamwe haiwezi kuendana kwenye mapenzi na nyota ya maji. Kwa nini? Kwa sababu moto ukienda kwenye maji lazima utazimwa. Umeshanielewa? Kwa hiyo hapa kunakuwa na changamoto kubwa sana. Namaanisha mfano punda akiwa kwenye mahusiano na mtu wa samaki, lazima kutakuwa na changamoto, kwa sababu punda ni moto ambaye anapenda sana kufanya mambo kwa haraka, na samaki yupo katika kundi la maji ambaye anahisia sana na si mtu wa haraka, ni mtu ambaye anajenga sana ndoto kuliko uhalisia. Kwa hiyo hapa kunakuwa na vita kubwa ambayo hii itafanya wasikae kwa amani. Kwa hiyo kufahamu kundi lako ni kitu kikubwa cha kwanza ili kuweza kuelewa ulimwengu wa kinyota. Fahamu nyota yako imeingia katika kundi lipi. Leo tutaishia hapa. Kwa wale ambao wanahitaji kujiunga na grupu letu la WhatsApp, basi karibuni, unaweza ukanitumia message ili kuweza kukuunganisha katika grupu letu. Namba iliyopo hapo, unaweza ukanitumia meseji ya kwamba naomba uniunge katika grupu. Nitakutumia linki ambayo utaweza kuingia katika grupu letu, ambalo hapo utatafsiriwa ndoto na kuweza kujifunza mambo mbalimbali ya ulimwengu wa kiroho. Ila kwa leo tuishie hapo. Usisahau kubonyeza alama subscribe ili kuweza kuwa mmoja wa wafuatiliaji wa vipindi vyetu.